Ni stori fupi sana lakini ina maana kubwa sana kwenye maisha. Kulikuwa na vyura watano walikuwa katika safari zao. Umeona? Wametoka sehemu wanaenda sehemu. Katika pita pita za hapa na pale, wakafika sehemu kumbe kulikuwa na shimo. Kulikuwa na shimo ila lilikuwa lionekani. Sasa wao wakawa hawajaliona lile shimo. Kuna wengine walikuwa wametangulia, watatu wako mbele, wawili wako nyuma. Umeona? Sasa kupita papo, wale watatu wa mbele wakawa hawajaliona lile shimo, kwa wakawa wamedondokea kwenye lile shimo. Na wale wawili baada ya kuona wenzao wamedondokea kwenye lile shimo, basi wakachukua tahadhari, hawakudondokea pale. Sasa wale watatu walivyoingia mle ndani, wakawa wanajitahidi waweze kutoka kwenye lile shimo. Wakawa wanaruka ili waweze kujinasua kwenye lile shimo bwana. Sasa wale wawili walioko juu wakaanza kuwakatisha tamaa kwamba nyie hamwezi mkatoka kwenye hilo shimo, hilo shimo ni kubwa, hamwezi, ni bora tu mkabaki huko, msijitese na maisha yenu, bora bakini huko. Umeona? Basi wakawa wanaruka. Sasa katika wale watatu wa kwanza akashindwa, akasikiliza yale waliokuwa wanasema kwamba no, I can do this, siwezi nikapanda, ile shimo ni kubwa. Umeona? Akakata tamaa, akajifia. Wakabaki wangapi? Wawili. Huyu wa pili yeye akasema no, I can do this. Akawa anaruka. Sasa kufikia pointi fulani akaona hata hivyo kweli siwezi nikafikia, ni parefu sana, shimo hili ni kubwa, siwezi nikatoka nje. Naye akakata tamaa, akadondoka. Huyu wa tatu akawa anaendelea, karuka. Mwishowe akawa ameibukia juu, akawa ametoka kwenye ile shimo. Sio, umeona? Sasa kuja kumchunguza vizuri yule wa tatu, kumbe bwana alikuwa ni kiziwi, yani hasikii chochote. Alikuwa hasikii chochote. Umeona? Sasa hii inatufundisha nini? Kwamba tupo katika maisha ambayo kuna wengi sana wanafanya kutuamlia maisha yetu. Yaani kuna jopo kubwa sana la watu wanaotuamlia maisha yetu. Pale ambapo utaanza kufanya jambo fulani, yaani kuna watu wengi sana ambao wataanza kusema no, you can't do this, this is so huge for you, huwezi ukafanya kitu hiki hivi na hivi, kuna wengine tulifeli, kuna wengine tulifanya hivi na hivi, hauwezi. Sasa kuna aina ya kwanza ni wale watu ambao watayasikiliza yale hata bado hajajaribu kuanza kufanya lile jambo. Umeona? Unataka kuanza biashara, umeona? Unataka kuanzisha labda unataka utafute kazi, labda ufanyeje. Kuna watakao kukatisha tamaa. Yule wa kwanza atasikiliza yale maneno ya watu, basi hana uwezo wa kuanza, atabaki kwenye kiwango kile kile alicho nacho. Umeona? Yule wa pili ni yule atakayesema no, hamna, lazima nianzishe. Ataenda nayo, lakini kutokana na ugumu wa mwanzo, kwa sababu hakuna kitu ambacho ni kirahisi pale unapoanza mwanzoni. Kutokana na ule ugumu wa mwanzo atafanya ataanza kukumbuka walichokuwa nakisema, you can't do this bro, you can't do this. Basi anaamua kujikatia zake tamaa kwamba no, anaamua kuacha. Naona kama vile alikuwa anapoteza muda, yani vitu vingi alikuwa anafanya, yani anaamua kuachana nacho yani. Basi atabaki kwenye position ile ile aliyokuwa nayo mwanzo, na bado tayari atabaki pale kwa sababu atakuwa amepoteza muda. Kitu cha kwanza lazima atakuwa amepoteza rasilimali, kama ni pesa au nini, vitu vingi atakuwa amepoteza. Sasa huyu wa tatu ni yule ambaye anasema nitafanya no matter what the people will say. Yani yeye atafanya kwa namna yoyote ile. Ndio wale watu ambao they don't quit. Yani hata kama watu watasema kwa namna yoyote ile,
Yani atafanya mpaka kufikia pale ambapo utafika. Hata kama mwanzo utakuwa ni mgumu, lakini atajitahidi na kuwa na nia na malengo ya kwamba nataka nipate kitu fulani katika hiki ambacho ninakifanya. Hawezi, yani hana ile, yani hatusikiliza na kuwa kama yule chura sasa, yule watatu yule. Sikilizi kabisa, naziba masikio, sisikii chochote ambacho wengine watakisema. Nataka kufikia kwenye lengo fulani kwenye maisha yangu. Hakitajalisha watu wengine walifeli, kuna watu wengine walifanya hivi na hivi hawakufikia kwenye lengo lao. No, mimi naweza. Ataset plans zake, ataset mipango yake, ataset mtanguliza Mungu mpaka anafikia kwenye maisha yake. So be careful. Ni wengi sana ambao watasema katika kile kitu ambacho nataka kuanza kufanya, lakini kitu cha kufanya ni kuangalia, je, wewe una lengo gani katika kile kitu? Wewe malengo yako katika jambo lile ni nini? Unategemea nini? Yani kikubwa, nguvu unazo, siku unayo, yani umepewa zawadi ya kuiona siku. Mungu unaye. Just do it bro. Just do it. And you can do it. You can do it.